but she cannot be able to afford school fees for her children or for his children. Na yeye ndiye amelay ground. Sasa nyinyi wote hapa mumepitia kwa mwalimu wa nursery. Ama kuna mtu akupitia nursery? Hapa kuna mtu hajapitia kwa nursery? But mwalimu wa nursery akipita hapa utashangaa, utashindwa huyu ni nini mbaya, kwa sababu anakaa Geshagi. Anakaa huko Geshagi. So you ask, what nike marry? Alimu another nike marry. Kama yule alinifundisha namuonaga, yes, nikimuona kwa bali nasikiaga nimestuka. Unachukua ile mstuko kuona mwalimu, unasikia mstuko. Hata saa hii nikimuona, anaitagwa Nyabura, nikimuona nasikiaga kitu imebeba chua. Baka najaribu kuhepa nijifiche venye nilikuwa najificha. Lakini nikimuona ananionaga, ananikibiria baka anapiga magoti chini. Anaminida kuona magwakwa dona gwakwa nego kule omuthi. Na anyita. Da kuona dona gwakwa nego katea. Nigo kuri yo na mwambia ndire kindu mahe ona igana rimwe ngehigana nire kuhuno gwakwa. Huyo ni ule who laid my foundation. I'm what I am now because of that teacher. But ask yourself, what happened to this walimu wa nursery? Ni nini niliwafanyikia? Ushaijiuliza? Tathio shari mwalimu ule wakufundithirie nursery. Nyatura moyo. Ndiraweka gogo. Watu wa hapa inua mkono juu. Watu wa hapa. Kwa hivyo I'm not alone. Watu wa kwenda shule na kikombe ya maziwa. Wale walienda na kikombe ya maziwa. Maziwa ya Nyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyayo philosophy of peace, love and unity. Maziwa ya UHT. Na ile kitabu tulikuwa tunasoma ilikuwa inaitwa TKK na ingine Read with us, na hiyo ingine kuna ingine Kiswahili kitukuzwe. Hallelujah. That is when learning was learning. Wacha na hii mwalimu anafundisha na anaingia kwa simu kutafuta anza kwanza diabia watu. That is when hapa matako ulikuwa naitayarisha kwa kipigo, lazima daily matako ingejoroswa vizuri. Baka nilikuwa nimeshonelea naona tairi ile ya gari ile ya ndani. Ile ya ndani. Naona ile ya tairi ile ya kuwekwa pumzi. Kwa suruali yangu na ndani nilikuwa nimeshona vizuri uko ndani. Kwa sababu nilikuwa mtukutu. I was bad boy. Lazima ningechapwa. Yaani kuchapa mpaka mwalimu akajua sasa akaachana. Hakuniambia nitoe, aliniambia sasa ni mkono. Sasa mkono. Sasa baadaye ndio mwalimu aliniambia nilitaka ushonelee kitu kwa mkono. Hallelujah. So that's I'm trying to prepare you so that you may understand there is something, even if you are trying to unlock your destiny, there is something that has barred you from unlocking your destiny, because destinies are supposed to self-propel. Hivyo tumesoma Biblia, unaona destinies are supposed to be self-propelled. They need just to move by their own, because God is in it. God is in your destiny. He has got good plan for you. And where did this good plan disappear to? Zilipotelea wapi? Bwana Yesu asifiwe. So until we come to understand that there is something behind what he has hindered you from becoming. Ni kwa nini you fail? You start a business, inafika level fulani inaanguka. You start a church, inafika level fulani inaanguka. You are in your marriage, kwenu kote mnafikia at the 10th year ndio marriage inaangukaga. Ulikutana na mtu tu akakusalimia, ama mkaenda ukaparticipate kwa event yake na from then ukaaguka. What happened? Wewe ni muombaji, ni muombezi kabisa. Unaombaga watu wanabarikiwa. But in you hakuduli kidogo kinyagegele kwa kunyomba. Lakini ukiniombea ninabarikiwa. Hallelujah. Ni ngimenya ne ndiramuhoya na ni utire kindu rigiraka na inyu kwanyu ni iroka ndingihoya. Ndire imagine urawe rando bagia makari ucoke guthiaga ginya nduthi nduri ginya maithikiri nduri. You can imagine. Sasa unaniombea na tajirika mpaka naga nimenunua mpaka chopa na wewe mpaka sukari unakosa, chumvi peke yake unaomba kwa neighbor. Na ni maombi ni yako. Utasikiaje? Bana. Sasa hapo ndio unakutaka tunakuwa na spiritual what? Witches in church. Because when things fail, I'll turn out to be a witch, nitaanza kuwaroka. Kwa hivyo ukiniombea ni succeed, jiombe pia na wewe succeed, because
it is most likely utageuka kuwa mchawi. Most likely. Kode hitokaga ukaga oshe mana ningwa tora mahoire. Na ndio sasa unakutaga watu wale wanakuombeaga. Hapo sasa ndio wanakujaga unasikia mana ningwa tomohoire, ningwa ratwetera ma. Na mimi nilikuwa naendesha gari, mimi sikuwa nimekuona. Na ndikomenya kuruga mete hado hena Maria. Mimi nikaendesha gari ikakanyaga Maria ikakurukia. Mimi siku hapo nijue kama wewe ndio ulisimama mahali kuna maji na ulisimama kando ya barabara. Sasa nimekanyaga maji imekurukililia. Sasa kai nikuona leo tumwijire na ningwa mana ningwa tamuhoera kai oi ningwa turehikite matoke muhoera leo tamuhoera nona madharau mali areka kai. Sasa unaanza sasa wameanza hiyo, wameanza kuvuruta ile yote walioba, ile maombi yote walioba wameanza kuivuruta chini. Mkiweka kidogo kidogo nasikia nimegoga mtu ama nimegoga na gaitorajira todo wake todo kihoera ri waregire kwihoera niki Hello, ukihoera ri urarega kwihoera niki mzai ndio useme uliniombea, mbona ulikuwa wapi? Tulikutana na jamaa mwingine walianza huduma na Moiro, tumekutana naye hapa juzi. Shati imeisha hii kitu, ndio umeona nimetoa zangu zote kwa sababu nimeona hiyo kitu inaweza kuleta picha baya. Shati imeisha, amegeuza sasa hapa pamegeuzwa na huko ndani pamelaliwa, ndio sasa atumie hii ingine unused. Bwana asifiwe sana. Sasa ndiye alikuwa ananiambia kaniambia na kuona kwa mtandao siku hizi umeenda kwenda watu wanazungumza, you are helping people. Oh my God, oh my gosh. Akanisifia na mimi nikamuuliza, na wewe? Sisi ndio tulianza na Moiro, mimi ndio tulishikilia Moiro. Ile microphone ya kwanza ya Moiro alitumia ni mimi, ni pesa yangu. Sisi ndio tulikuwa tunamshikilia, tunampagia mpaka mkutano. Hata hakuwa anajua kuhubiri, hata wewe umeanza vizuri, hakuwa anajua kuhubiri. Mimi ndio nilikuwa namsaidia, namwambia Biblia inasomagwa hivi, inaanza hivi, unaanza ka story to story kuprepare watu psychologically ndio waigie, ndio mwende. Sasa nikamuuliza, akanipatia makubwa ya Moiro, alafu akaniambia venye Moiro aliwaligia. Sasa Moiro hata tuonage kama sisi ni watu. Na sisi ndio tulikuwa from crowd. Hata huyu ya second tukiona ya second, sisi ndio tulikuwa tunafuga ma speaker huko kwa Moiro. Sisi tulingangana hata kuosha. Hata Moiro alikuwa na pea moja ya kiatu, alikuwa ananiita na peleka hapo chini na inapigwa brush na muletea kama amekanyaga matawi. Sasa Moiro hata hawezi kuniona. Akanipatia story mbaya ya Moiro. Venye Moiro alikuja akabadilika akakuwa mbaya. Najua hata nyinyi mtakuja kusema tu hivyo. Lakini kuna swali moja nilimuuliza. Ndio Moiro apande aende, uliwachua wapi? Kwa sababu mlikuwa kwa gari moja. Ulishuka ukaenda kukojoa ama ulishuka ukaenda wapi? Ndio gari ikuache. How come? Wewe ndio ulinishikilia mpaka nimepanda hapo. Kwa hivyo wewe ndio uko na neema ya kushikilia. Ndio wewe ni kumaumire gari. Toto akire gari yemwe. Si hiyo ni maximum miracle center. Si ni one vehicle. Ndio otigore watigire unikushuka, ulikuwa umeshuka. Siko. Ulishuka. Ilikuwaje mpaka? Si ni utiaji ulikuwa nayo kanisani? Wakarushwa ije. Hawa watu wanaogeaga makubwa wenye walifanyia watu, ukiwachugusa ni watu watiaji sana. Wewe akikioja unwake igwana ni uramenya. So you want us to understand what is this that causes all the challenges that you have. Because it is not that you don't have brains. It is not that you've not gone to school. Umeenda shule umesoma. Na uko na kila kitu. Wazazi wako ni wazuri. Kila kitu uko nayo. But what is this? Yes. So how do we unlock my destiny? By unlocking your destiny, you must be able to understand that there is something that locked your destiny. And that which locked your destiny, it is the altars that speak in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want us to understand. Understanding the altars. Understanding altars in your life. Leo kihorere. Naigua kihorere leo. Unawe tiwe kuhiga muno. Govudithie. Wetagwo atia? Wetagwo Ngugi. Brother yako wetagwo Ngugi. Umete ku? Rari. Kiambu. Ukite guku atia? Na guku ukiri atia guku kanitha-ini? Mukire nau? No Ngai. Nuri wanyona? Nuri njui?
Nuri wanyona nukurehire huko nuri woka rigi tukihura karuhe. So ku understand altars, madhabahu tunataka tuelewe understanding the altars. Once we are able to have the knowledge of understanding the types of altars, how they operate, and where does the altar start from, what is the concept behind the altar, so that you may itakusaidisha na itakuwezesha kuelewa ni nini hiki kinakuzuia kufaulu. Maana si kuokovu, kuokoka tumeokoka, mkatoroni tumeenda, Heaven's Gate tumeenda, maombi tunajua kuomba, linaye na linakuta na limakwenda na limakuja, zote tunajua, masufuria kuogeza na keria na baiskeli na pickup zote tunajua kuzisema. But still, no matter how we are praying, something is not adding up. We have done, we are saved, tumeokoka, sisi ni wokovu, tumefuga vileba mpaka tumebadilisha. Ukiuliza huyu mama alianza na ya white, sasa kuna ya red, lakini bado analia shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimuuliza ndio walianza ile Korinto ya kwanza, lakini unajua wa Korinto wanaendaga wakifika 12 wana break down, wanaanza tena 1. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mama yako ulimkuta akiwa kanisani, baba yako alikuwa kanisani, wewe umeishi kanisani, watoto wako bado wako kanisani, lakini mnalia shida. You are just crying. Kila mtu analia shida. What could be this that is causing all these challenges? It is the altar. Kuna madhabahu. Sasa hii madhabahu ndio nataka kwanza tuelewe ni nini madhabahu. Tuelewe the concept ya madhabahu ndio niweze kukuambia. Ukiona hii direction ikienda hivi, kuna hii madhabahu ina operate kwenu. Kwa sababu si uokovu imekuzuia. Kuokoka haina chochote. Maana Yesu Kristo alipozaliwa, yaliye mkombozi wetu ambaye tunasema ametuondolea, yes, yeye alipozaliwa alipitishwa kwenye vitengo vyote vya kitamaduni. Kila sheria zote za kitamaduni alipitishwa na akapitishwa kwenye mafundisho ya kwao ya kidini, na akavunjiwa madhabahu zote ambazo zilihitaji kuvunjwa. Mpaka wakamtolea nini? Dirahoi. Kwa Wakikuyu wanasema dirahoi. Dirahoi ni nini? Dirahoge. Ni dirahoge. Kwa lake jereria na udakareire. Ni dahetia kale ndahetia. Ndio mukorino niyo moyo horo adirahoge. Udirahoge dirahoge yakaja. Dirahoge. Na athukete muno. Wakatolewa dirahoge na wakatolewa nini? Ndutura. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nini deke marutire? Na mutu. Nika mutu kagano kaneka gima. Ni ule kosio. Nika agano niko gakorogeka hinyu. Hizo ndizo madhabahu mtoto alikuwa anatolewa, anapatiwa. Kwa hivyo Yesu alifanywa itifaki zote za kifamilia. Kisha akarudi, wakamchukua wakampeleka kwenye sinagogi ndio aweze kufundishwa mafundisho. Hata wazazi wake wakati alipotea, wazazi wake walipoanza kumtafuta, they didn't go looking for him in the supermarket, they didn't go looking for him in somewhere else. They went to the synagogue because they knew this child only place anaweza kwenda ni the synagogue, because they had cultured him into the traditions that sets him free. They know that this one in your bondage ambao unaipitia, hii ndio minara imekufunga, hii ndio njia ambazo zimekufunga. All the bondages they tackled. The family ya Joseph, they tackled all the bondages. Wakaangalia ndio wakajua ya kwamba huyu mtoto hata akitoka kwenda kwa ulimwengu, he is free. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Ezekiel 16, the Bible says ya kwamba ye mwana wa mtu, son of man, ijulishe Jerusalemu, menyithia Jerusalemu maundu mayo mari magigi. Julisa tell Jerusalem her abominations. Yale maneno ambayo yanakuzuia. Tell Jerusalem to know, so that they may know what the abominations that are costing them. Ndio akaambiwa Jerusalem, mwambie Jerusalem hivi, your origination, where you come from, your origination and your birth, and your nativity is from the land of Canaan. Bwana Yesu asifiwe. Your origin and your nativity is the land of Canaan. So what does it mean? The land of Canaan inamaanisha nini? Kwa sababu unarudi nyuma. Jerusalem is built on the land named Canaan. Now you go, who was Canaan? Canaan is the son of Ham.
Ham ni mtu yule alilaaniwa baada ya kuona nani? Uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu laana haingeshika Ham, ilishika mtoto wake Canaan. Kwa hivyo Canaan ndiye alibeba laana. Shamba ambayo inaitwa Jerusalemu, mji ambao unaitwa Jerusalemu, umejengwa kwenye ardhi iliyoitanishwa na mtu aliyelaaniwa. Kwa maana sasa hiyo mji wote utakamatwa na laana ya mwenye kuitanishwa naye because of the name. Hiyo ndio madhabahu. Kisha akamwambia point number 2, your father is an Amorite. And now you go asking, who is an Amorite? Ni nani? Muamori ni nani? Waamori walikuwa wapinga Mungu, watu ambao hawakupenda Mungu. Ndio walipigana na watu wa Mungu, walipigana na watu wa kusini, walipigana na watu wa Asiria, walipigana na watu mahali popote kulikuwa na watu wa Mungu walipigana. Hata ndio waliyemsumbua Abrahamu. Hiyo number 2. Number 3 now. Naye mama yako ni Muhiti. Wahiti walikuwa waganga na wachawi. Sasa unanielewa? Shamba uliozaliwa, the land that you are sitting on is a cursed land. Your father is a person against God. Your mother is a witch. Na wakati wewe ulizaliwa kitovu chako hakikukatwa. The umbilical, the novel cord, the umbilical cord, anamwambia haikukatwa. Kumaanisha nini? The umbilical cord, mokonyo waku uko nyithenete nao na mami wanyu haijakatwa. Kwa hivyo akaambiwa the umbilical cord yake bado imeshikanishwa na laana hizo zote ametajiwa. Meaning you are a concoction of problems. From the land you are sitting, your father, your mother, and the umbilical cord. It is a concoction of problems. Challenges that is your father. Ukienda pandile is a challenge. Ukiolewa challenge. Ukienda kazi challenge. Ukienda kusoma challenge. Ukienda kazi challenge. Kitu, yani umezungukwa na kila kitu. Meaning challenges. Because you are still not yet free. Umelelewa kwenye shamba ambayo iko na laana. Baba yako ni mtu mbaya, hapendeki kwa Mungu. Mama yako ni mtu mchawi. Hujakatwa kitovu. Na wakati ulizaliwa, ikiendelea hapa chini inasema nini? Wakati ulizaliwa haukukutana na mtu ama watu hawakukuosha na chumvi ndio wakuondoa hizo damu. Meaning hata uchafu wa kutoka tumboni bado uko nao. So hakuna mahali utaenda ukafaulu. There is nothing you will do on earth that will come with you. Hata ufanye namna, hata usome, utasoma vizuri, utaendelea, but the moment you touch the line of your destiny, madhabahu inasimama. Madhabahu imekuja inasimamanga kusimamisha destiny. Wakati umeanza umeingia kwenye barabara ya destiny, the day umeshika, when you are doing your normal world, the worldly thing ambazo they are not touching the destiny, zimesimama tu. Yani ni vitu za kawaida, ulevi wa kawaida, raha zako za kawaida ambazo kuingizi kwenye destiny. What happened? They don't touch you. They are demons that their work is to monitor, to make sure you don't get into your destiny. They are destiny killers. This demon, they are assigned purposely to monitor you. The day unainua mguu yako uende kuingia kwenye destiny yako, hapo ndio wanakushika mguu, ndio wanakuuliza unaenda wapi. But wakati kama ni raha, watakupatia magari, watakupatia manyumba, watakupatia kila kitu. But the day you touch to get where God purposed you to be, sasa hapo ndio wanainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakikushika, they make sure they destroy you so that you can never make any move any single time. Bwana Yesu asifiwe. So these demons are assigned. They will allow you to do your business. They will allow you to have fun. They will allow you even to do whatever you want to do. But the day you touch, you've been working, you've been a businessman, alafu unabii imekuja imesema kana wewe ni mtumishi wa Mungu. The day utaanza utumishi, ndio watakuvamia. Mimi wakati wote nilitoka Mungiki, watu wa Mungiki hawakuniuliza mpaka wakati nilimwagiliwa mafuta. All the times we were together, tulikuwa tunakutana, tunasalimiana, wananiita mimi, wananiambia mimi ni wao, kila kitu ni wao. Magari zangu nilikuwa natembea na nilikuwa naishi maisha mazuri. But the day I was ordained as a man of God, siku hiyo walichoma nyumba zangu zote na wakachoma magari. I was left poor. Niliwachwa zero. Because nimeguza destiny yangu. But when I was not interested with my destiny, because they will provide you, they know at some point watakunyang'anya. They will give you a lot of money. They will give you everything that you want, because they knew they are just lending you for some time. Kuna siku watakunyang'anya to go and hoodwink somebody else.
The day now you decide, I want to be myself. I don't want to depend on these destiny killers. I don't want to depend on their resources. I don't want to depend on whatever. When I said I don't want to depend on Mungiki, I don't want to be dependent on anything else. I want to depend on my God in my destiny. That is when they came and struck me. They hit me. Walinigonga mpaka nikaenda flat. That is the time everything that I had just got ikakuwa smoke na ikaisha. Because they are demons assigned to make sure you don't get out. Katika furaha zako za kuenjoy wanakupatia. Katika fataki zako wanakupatia kila kitu until uguze destiny. Until sasa uguze mahali where you God created you. Because all of us, we were created for something. We were created for a reason. And that reason, that is what they pursue to stop you from doing or getting into the reasoning of God. Because once you get into the reasoning of God, you conquer the world, you win every battle, you succeed wherever you go, because you have been sent to come and liberate. The other day when I got these boys, walikuja hapa, wakakuja tukaabudu, wakaokoka, wale waliokoka. 2 days later I got an accident. Why? Because I'm touching the untouchable. These people, it is their destiny ambayo zimeshikwa. Wamepatiwa madawa za kulevya, wamepatiwa bangi, wamepatiwa kila kitu. Their destinies ndizo zimekamatwa. Sasa when I came to liberate them from their destinies, that I got an accident, a serious and a nasty one, and it was meant to kill me. Last week my car was kaput. Bwana Yesu asifiwe sana. Only because I went to touch the destinies of this boy. I went to touch on them. Niwaambie sasa, tokeni. I want to align you with your destiny. The destiny killer came for me to stop me. And the jioni yake usiku nikatokelezwa na mapepo, majini, majanti 3 zikanitokelezea hapa. Na zikaninyonga vilivyo. Nilinyongwa karibu nijipupulie. Najaribu kuitana. Hizo muziki, kuna watu wameshainyongwa. Unanyongwa, unashikwa kabisa, unajaribu kuinua kichwa. Na this was not in a dream, it was real. And they were asking me, where are you taking these children? Bwana Yesu asifiwe sana. So watu wengine nawaambia hivyo, wakasema walikia kutwera niketoko hoya, ugihoera ke ugwire ke uhoere atia nini ni ukita guko guhoyagire ujoke gwire wiki atia ndakwira ndiro koretwo ne mamundu ha ni ugoka guko rucio. Hawezi. Because all your hope is on me. And now nikwambia venye nimenyogwa hapa. Nilinyokewa hapa kwa ofisi. Nilinyokewa mpaka nikasikia yes. Yes, nimekamatwa vizuri. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So hata wakati niliona huyu nabii wa Tanzania Prophet Lolinga wakaenda wakakosa hall pale, niliwaambia kujeni mkuje muombe hapa. Yes. Hado wetagia reinforcement. Unaitisha watu wa Mungu wengi wakuje, at least wakuokoe. Kwa maana territory imekamatwa na imevamiwa. Because the question is, where are you taking this boy? Uramatwarako. That is the question they were asking me. Unawapeleka kwa nini? Si wewe tulikuachilia. Unawapeleka wapi? Go deal on your own. So they wanted me to discuss with them. Tukae chini, to discuss na wao. Niwaambie sasa nidatikana na adwaya, niedekeleria hivi. But I said no. I have to rescue them because somebody else alilipa gharama. Harrison Nganga alilipa gharama na yeye alikumbana na masaibu kama hayo mpaka kanisa ikapasuliwa. Alikumbana na masaibu, watu wake mpaka mke wake alikuwa anamwambia my dear, unaenda kwa nini kanisa nike kwa tagetikana nake, naye akamwambia mimi ni sauti ya Mungu imeniambia lazima nimuombe. So you have to stand on your ground. You have to stand the reason na unakaa kulingana na venye Mungu ametaka. Kwanza there is a reason why God created you. There is a reason, kuna purpose. Saizi watu wanaokoka. I don't need to go and preach them. Watu wanaokoka. Wale walikuja hapa sikuwahubiria, niliwapatia ka story kangu, nikawaambia mimi nilikuwa ABCD na this is what I am now. All of them nikaota nani anataka kuokoka? Wote wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda Moro it's the same. Saizi naenda Meru, it will happen the same. Bwana Yesu asifiwe. So there is something very important that you need to understand. When you are touching the destiny is not salvation. Kuokoka is so much different from your salvation. So wakati niliona kimechacha, kimeumana, nikasikia nabii yako hapa, nikamwambia kuja. Yeye hakujua ni kazi gani nilikuwa namfanyisha. Yeye alifikiria alikuja kuombea watu wake wa Omega. Mimi ndio nilikuwa Omega.
Na nikakaa hapa kando nikanyenyekea. Kwa sababu ako na uwezo mwingine zaidi. Na alafu nikarudi nikatafuta Maboya, nikamwambia Maboya ako Nairobi, nikamwambia tembea hapa, tupitishe miguu yako hivi tu. Maana kumewaka moto huko. Hallelujah. Because I have touched the wrong direction. So you must confront. When it comes to the destiny, you must confront the enemy, the destiny killer, that demon that hinders you from succeeding. You must confront it, and you got no mercy for it. Never compromise, never have a discussion with them. They will provide you anything that you want. Uachane na destiny ndio wakumalize immediately. During the ICC, wakati kulikuwa na vita za nini, wakati Uhuru walikuwa napelekwa ng'ambo, Okampo himself came to my house na akaniambia he's going to give me 50 million niandike tu ka signature ya kufunga Uhuru. Nikakataa, nikaimbia Okampo, nikamdanganya. Unajua wazungu wanaamini you have to ask your wife. Nikamwambia let me go out and ask my wife whether I should decide, because unapatiwa 50 million alafu nyumba nichague any country of Europe, pale nitaenda kupatiwa nyumba nikaage huko. Kwa hiyo niwogea kiliate no utige nyumba teo wekere kiara mundu athia gaito wothi ugaikare wega. Mimi nikamdanganya, nikatoka nje, nikapigia Uhuru. Najua sasa hizo bado akili zangu ni zina mwogeke mingi. Nikapigia Uhuru nikamwambia sasa iko hivi, Okabo wako kwangu, wako na Raila na mtu mwingine. Sasa wanataka tu niweke kidole signature, ulinipatia pesa nikaue. Uhuru akaniambia utaniuza. Mimi nikamwambia siwezi kukuuza. Nini nilikuwa nataka nikujulishe, maana hapa nimeona kuna pesa na nimeita vijana hawa watu tunyorose na tuchukue pesa. Najua mimi bado ni Mkikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Uhuru akaniambia ukiwapiga kutasemekana ni mimi nimekuambia wapige. Fanya hivi, uachane na hiyo pesa, ukuje nikupatie pesa nyingine. Sasa mimi nikamwambia hapana, kidu kione kugetie dagotiwo. Andũ aya mena ũrimũ mekwenda kũringwo na mbeca matunywo. Uhuru akanibebeleza, akaniambia wachana na hiyo. Because umeona Okampo ako na 50 million na kuna nyumba ng'ambo pale nitaenda kukaa. But there is this, ni sign niseme Uhuru ndiye alinipatia pesa, nikaenda nikaua. Angalia sasa the destiny killer how they come. Wamenipatia the best 50 million and the money was in dollars. Nimepatiwa nyumba kule ng'ambo, mahali wanajua. Wakimalizana na kufuka Uhuru, si watakujia kwa muuaji? Nitaenda kotini kweli? Hapana, self confession. Niliconfess. Bwana na nimeweka kidole. So you have to see how that was the destiny killer ambaye alikuwa anataka kuniua. Watanipatia pesa wanipeleke kwao kichinjio, nikae huko kwa nyumba, wananiona kila siku, wananiona. Kisha wakimalizana na Uhuru, sasa leta kichwa yako. That is how those who kill your destiny, that is how they come. Watakuja na njia mzuri sana, na watakuja na plani mzuri sana. And hata wewe unaona kweli this is a good plan. Before you engage into any plan, look at the future of the plan. Look at the what wanakuambia, the plan. Ile maneno wanakufundisha ni gani? Hallelujah. Hawa watu wanakuingiza kwa devil worshiper, wanakuingisha kwa maneno mazuri. Utanyua na nyumba, utakuwa na Range Rover, utakuwa na kila kitu. They will give you everything that you want, but at the cost. Once you get inside, now that is when they will tell you there is an ultimate price you have to pay. Unawauliza what is the ultimate price? Sasa wanaanza kukupatia, because of what and what we have given you, this is what is equivalent to what we have given you. What is equivalent? The person you love the most. Na uliandikisha, unasema napenda mama yangu sana. Namba 2 napenda baba yangu. Namba 3 napenda ndugu yangu. Namba 4 napenda. Hivyo sasa they will come in that list. Ule ulisema unapenda sana. Hiyo ndio ultimate price wanakuitisha. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So until you come to realize washakukamata, utajua kimekuramba. Genesis 8:20-22. The Lord, Genesis 8:20-22. Sasa huyu alienda lunch, already chakula vitu zake.
As long as the earth endures. Now I want to tell you, kukwambia, this concept of madhabahu, it was not demonic from the word go. Haikuwa ya madhabahu, hayakuwa ya kishetani. The concept ya madhabahu ni Mungu. Is the founder, the source ya concept ya madhabahu. Nataka to address a few examples ya madhabahu ndio uendewe ilianzishwa na Mungu. Lakini the devil, Lucifer, took advantage of it na akaiconvert, akaitumia kwa manufaa yake. Therefore, tukisoma Genesis 8:20-22. Yeah. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all clean animals and clean birds, he sacrificed a burnt sacrifice offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said to his heart, never again will I curse the ground because of human, even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Because of what? The altar. As long as the earth endures, seeding and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Because of what? God has smelled a sweet aroma of the sacrifice at the altar. It has attracted God. The reason of the sacrifice, it is an attraction to bring God closer. Kulete Mungu karibu ndio ikwe, because he smelled a sweet aroma. So a sacrifice that you give should be a sweet aroma that brings God closer to you. Immediately he heard the sweet aroma, he made decrease. When you produce or you give a sacrifice, God makes decrease as long as this sacrifice is sweet aroma. What is sweet aroma? Something agreeable in God. Kitu ambayo kinakubalika. A sacrifice is not just a sacrifice. A sacrifice is that which is acceptable. Bwana Yesu asifiwe sana. It is which that is acceptable. Once the sacrifice is acceptable, God will be attracted in it. And once he is attracted, he produces, he says words, he gives decrees over the same sacrifice. Na ameapa amesema, never again, never again, sitaua watu tena, never again that I will destroy that, never again, because you have defeated him with what you have produced. He gave clean birds, clean animals, kila kitu. So your sacrifice must be clean. Clean. Not something that is contaminated. So what do you come and bring here as a sacrifice? Look at it again. Is it a clean sacrifice? Is it something that is of godly nature? Ni kitu kinaweza kubarika machoni mwa Mungu. Yes, you have umepatiana. Are you giving it because you want to please your pastor? You want to please the apostle? You want to please somebody around you? Are you giving it because it is something that has been forced on you? It must be from your heart. That's number one. Number two, a sacrifice must be clean. Number three, it must be able to attract God. It must be sweet aroma. 22. Then let's move to Genesis 12, 7-8. Genesis 12, 7-8. Then the Lord appeared to Abraham. This is number 2, to understand who is the owner of the altars. Then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. So altars were built because of God. And he tells him, from there he went towards the hills east of Bethel and pitched his tent. Then with Bethel on the west and Ai on the east, there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord there. Remember, that is where his grandson Jacob alienda kajiwekelea kajiwe, bingu ikafunguka, because there is a foundation of an altar that was laid by his grandfather. So what you do today, it will come to affect generations to come.
what kind of altar you have, kama ni ya uganga, ni ya wachawi, it will not only affect you, it will come to affect the generation to come. Mtu anaitwa Jacob, wakati alikuwa kwenye shida, hiyo shida yake ilimpeleka mpaka kwenye madhabahu ambayo baba yake, guka yake alikuwa imetengeneza. Akajiwekelea kajiwe hivi. Wakati alijiwekelea kajiwe, activate what his grandfather did. Na bingu ikafunguka because of the conversation ya Mungu na Abraham. Hallelujah. The conversation ambayo was created na ambayo ilitengenezeka ya Mungu na Abraham, hiyo conversation ndio itaishi. The kind of conversation una make saizi na watoto wako na Mungu, the kind of conversation ya shusho yako na guka yako, the kind of conversation ya environment ambayo iko, it will speak for you negatively or positively. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let's look at 13. Genesis 13. From the Negev, he went from the place to place until he came to Bethel. Umeona tena? From Negev, he went place to place until he came back to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. There Abraham called on the name of the Lord. There he called. So an altar is a place where we call on the name of the Lord. It's a place holy. It's a place genuine for calling upon the name of God, so that it can connect you with the conversations that happened there. In verse number 17, go walk through the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. Why? Because there is a covenant of the altar. He is telling, go there, go east and west, mark the territory. Once you go walk through the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. Why? Because of the altar that was raised. It is speaking now. The altar is supposed to speak on your life. Speak on whatever that you do. In any move that you make in your life, the altar that is in your family, the altar that is in you, the altar that is in your environment, the altar that is in wherever you are, speaks the word of God, speaks the power, speaks the authority. Whatever happened to you, whether negative or positive, the kind of the altar that is existing around speaks. Then the Lord said to Moses, write this on the scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it. Because I will completely blot out the name of Amalek from under the heaven. God is being provoked. God is being provoked by the altars of Abraham. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner, Jehovah Nissi. Remember, this is all what is being provoked by the first altar that was raised by who? Abraham. Because there was a conversation. There was a covenant. God had a covenant. When Noah built an altar, there was a covenant. God swore. Na akasema, never again. Hallelujah. Next, please. Genesis 13, verse 3 and 4. So, when you are dealing with the altars, you are laying a foundation for not only today, but for the next of very many generations. From Negev, he went from place, we have read that one. Go now to Exodus 17, verse 14 to 15. Exodus. When an altar was raised in your family, an altar was raised where you work, an altar was raised in any situation, it controls. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll. We have done that. We have done that already. Go to 22, Genesis 22, verse 9. I'm trying to create an awareness for you to understand the altars were in the purpose of God. Altars were not in the purpose of the devil. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Go to verse 10. My brother, go a bit faster. Then he reached out on his hand and took the knife to slay his son. You see, there he was prepared. And when he was prepared to do an altar, and the son asked him, Daddy, I can see firewood, I can see the fire, I can see the knife, I can see everything. Where is the sacrifice? Then Abraham told his son, God shall provide for himself. And this son, when he was laid on the firewood, he never complained, because the power of the altar had compressed and condensed this young boy not to go against the will of God. Until when he was about to stab the boy, then the angel of the Lord came and stopped him and told him, look behind you, there is a sheep. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Now do Genesis 35 verse 1 and 3. Genesis 35. Then we shall end there on understanding the altars are from God. Then God said to Jacob, go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. The God that appeared to you when you were running away from your brother. Go to Bethel. Bethel where his grandfather had laid an altar. An altar pulls you. An altar brings you closer to what was started in your life. If your grandfather was a witch, that is an altar that is in our family. Whatever you will do and wherever you go, hata utoke hapa uende Jerumani, utoke hapa uende Amerika, utoke hapa uende mahali popote duniani, utakutana mahali utaenda, the people around you, the environment, itakupeleka kwa watu ambao they are of your feathers. Utoke uende Mombasa, wale mtaenda kukaa na wao, utakuta your neighbor ni mchawi. Na utakuta wale watu mnafanya biashara na wao wanakuelekeza kwa muganga, because foundation yako yote ni ya kiuganga. So whatever that was raised, whatever that exists around you, kama ukitoka hapa uende kwa Jerumani, uende ukomboe nyumba, utaenda ukuta ile nyumba umekomboa ni ya watu wa Freemason, because the foundation ya baba yako ambaye alikuwa kwa wagaga, kwa chawi. These things, they activate themselves just gradually. The moment you start a journey, because they have a monitoring spirit to keep monitoring you, to keep seeing what direction you are going, and to go on looking at what is happening to you, because they have been told how watu wasipite. There is limitation. When in Jeremiah 35, they were asked by Jeremiah to go into the house of the Lord and the wine itengenezo wakunywe, lakini wakasema hatuwezi kukunywa maana our grandfather alituambia tusiwahi kukunywa. So they acted upon the power and the authority of the people that existed. What is an altar then? Therefore, the altar is where spiritual realm and the physical realm meet and make a covenant. An altar is where spiritual realm, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kisasa wa kidunia, pahali zinakutana alafu zinafanya maagano. Hiyo ndio madhabahu. So madhabahu yoyote is spiritual. It must have spiritual. It is a legal ground where the spiritual and the physical battles meet and fight over. There is a control. Madhabahu, an altar, it is a place where spiritual and the physical meet on a ground, on a legal ground. A legal ground nini? A legal ground ni kitu ambacho kinakukubalisha. What is the legal ground? My grandfather alikuwa mchawi. What is the legal ground? My mother alikuwa mwombezi. What is the legal ground? My father alikuwa catechist, alikuwa mtu wa Mungu. What is the legal ground? My shosho alikuwa mchai, aliwa hivi ito. That is the legal ground. So the spirit of the wachawi and the ground of the wachawi zikikuja zikutane, that is what we call the legal ground of operation. Hapo zinakubalika, inakuitikia. Ukitoka hapo uende Amerika, utaenda utakutana na mchawi, mtu mchawi atakuconnect. Watu wa Freemason wakitoka hapa waende Amerika, wanatafuta tu Rotary Club ama wanatafuta any other organization. They just present their letter, and once the letter is seen, ikionekana naonekana ni wa Rotary Club ya Nairobi, basi anakubalika na anapata kazi. Na biashara yoyote atakayotaka kufanya itafanyika, na atapatiwa first priority because he's a brother.
Muslim brotherhood, because they have that Muslim brotherhood. Ukienda mahali popote ukutane na Muslim brotherhood and you go, you have an issue, you have a problem, you present yourself as a brotherhood, the legal ground, unapata usaidizi unataka. And that is what Christians are lacking. Because if we had the legal ground as the blood of Jesus, the legal ground as the cross, the legal ground as Jesus himself, then we will be activating our love towards everybody who is confessing Christianity. Nobody will be facing challenges that you are facing. Nobody will be crying. Nobody will be facing whatever the problems that you are facing. We will be very strong in this earth. We will be controlling. We will be doing business. Mtu wa Muslim brotherhood akitoka hapa aende China akutane na fellow Muslim brotherhood, they work together. One day I went to Guangzhou to go. I was going to do business in Guangzhou, but I was in an aeroplane where we had about ndege hiyo ilikuwa inabeba watu 300, 290 people. 290 people wa Kikuyu, tulikuwa tunaongea Kikuyu, lugha ya Kikuyu. But 5 people wa Muslim, wa Mawaria. 5 only. Sisi tulipofika kwa kiwanja, tulianza kungangana, tunaulizana tuko nako taxi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawa Mawaria waliposhuka hapo nje, walikuta Range Rover zimewaongojea na security. Straight to the factory. Na wakaenda wanafunga factory, nasikia imefungwa. Kuna factory moja ambao nilienda nikawakuta huko. Ni Maoria najua, nikawakuta huko. Factory imefungwa kwa sababu yao, because they were carrying, walikuwa wamebeba 295 million shillings to go and close, wafanye biashara. Sisi tulienda Mnyamakema, Wakikuyu wote 290 wote tulienda Nyamakema ya huko na Gekomba ya huko, tukaenda kufanya kununua huko. Tukikuja kila mtu ako na kabagi kake, ndio tumekuja kuweka hapa. Unakuta kitu hiyo, shati hiyo, huyo Muwaria anaiuza 100 bob, sisi tunauza 800, because of cost implications. Why? These people, they trusted their brother. The Muslim, they trusted their own. Wakachagua watu 5, wakapatiwa hiyo pesa yote, milioni 500, and then we do the business for us. Lakini sasa sisi Wagekoyo na Wajaruo na Wakaba, wewe ubebe 20,000 na ni loan ya Equity, 30,000 ndio unaenda kukibia. Umelipa ndege, unakuta mpaka tikiti ya ndege ni kubwa kuliko ile nini biashara unaenda kufanya huko. Kwa sababu you have no trust. You are Christian who has no trust. That's why your cost of living is so high. Munateseka, munaumia, munateseka sana, because wao madhabahu yao inawaambia you must live as a brother. Madhabahu yote ya Muislamu, they live as brothers. When I was a Muslim, I could enjoy anywhere. Gaddafi mwenyewe send his own private jet to hapa Jomo Kenyatta, inichukue inipeleke mpaka kwake tukaongee, because nimekuwa Muslim. And he gave me a lot of money. He gave me everything, and he trusted me. Now, before he died, he was to give me $500 million. Nikuja nijenge misikiti Kenya mzima. And he had trust. He didn't know me. He didn't want to know me. He didn't ask me who's your social. He didn't ask me who's your grandfather ni nani, ama mama yako ni nani. Hapana. He knew this is our brother. And I was treated like our brother. Because the legal ground of Muhammad himself and what he laid for them, he laid that you have to be trustworthy. Lazima wewe uaminike na uishi katika maisha ya kuaminika. Angalia, they have taken over. Because of that trust, they have taken over the world. Kenya, they have taken. They are running the Ministry of Defense. Security system zote ni zao. Kila kitu ambacho that is meaningful to their power wako nayo. Wende Tanzania, they have taken it. Wende Uganda, they are running. Wende Djibouti, they are running. Wende South Sudan, they are running. Ethiopia, they are running. Because that is Muslim brotherhood. They trust one another and they live a common life. Wende UK, out of 14, all the 14 counties, mayors of UK mzima, all they are Muslim brotherhood, including the Prime Minister. Na wakati kulikuwa na kina Tony Blair na huyo mama mwingine, walikuwa naishi wanakaa miezi 3, 4, unasikia kumetokea vurugu, ameresign. Miezi 5 kumetokea vurugu, ameresign. Huyu hata kuna vurugu inatokea, because they know how to operate with altars. They know how to control everything. Wanatumia madhabahu control. It unites them, it gives them power, and they give it a priority.
Sasa wewe hata hakuna kitu unajua, hakuna kitu unajielewa, umetoka kwa guka ambaye alikuwa mganga na ni mchawi, na kanisa hata hujafuja hiyo madhabahu, na kanisani uachagi watu hata wakule ama waburithi. Kelele mingi hapa ukisema lina kautoria saa koliantolima, kumbe ni maguka yako anaogea, unaambia watu hapa lina kautoriantolina. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo altar is a platform of authorization of laws and spirits to function upon you on earth. Altar, it is an authorization of spirits. It is a ground where spirits are being authorized. It's a platform for authorization. Ukikuja kwa madhabahu yangu, nikuguze tu kwa mkono, madhabahu yangu itakudominate kama madhabahu yako ni weak. Na kutoka hapo uta crumble down. Hallelujah. Ndio naonanga watu tunakuanga sensitive sana ikikuja ni watu kukuja kwa madhabahu kama hii. Lazima I have to understand you. I have to know what kind of madhabahu yako inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Altar gives you dominion over spirits that is operating in a body. Because spirits does not operate on their own. They operate on a body. So the spirit that operate in you are given the dominion by the altars. Madhabahu ambayo iko katika maeneo ndio inapatiana the dominion, the dominancy, the power, the authority. Zinapatiana authorization. Many people are victims of altars, though through knowledge of what they don't understand. Maybe they have the knowledge or they fail to have the knowledge. So many of us, we are all bound by altars. Altars that we don't understand. Madhabahu ambayo yalifanywa na baba yako, madhabahu yalifanywa na mama yako, madhabahu wewe mwenyewe ulifanya, madhabahu yalifanywa maeneo ambayo ulienda. Ulitoka hapa ukaenda maeneo ya Murang'a na hujui ni madhabahu gani ilifanyika huko. Madhabahu iko na power, ilitolewa mang'ombe, mambuzi, walichinja huko. Na hiyo madhabahu ina control. Ukienda kule Kirinyaga utakuta kuna kijiji inaitwa Kiangai. What do you expect there? Yeah? Geta wakia? Kiangai. What do you expect there? Mungu. Unaenda neighborhood nasikia kingine kinaitwa Kiangoma. What do you expect there? It is a devil. The spirit will operate there. This devil, hata ukiangalia wale wanametoka kwa hiyo kijiji, utaona wako na kuaga na tumweda wasimu kama kina madhakarua. Bwana Yesu asifiwe sana. They are very violent people from Kiangoma. I have been to that place. Na kingine Kianjokoma. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. This altar, maybe for you, for your knowledge, altars are not necessarily this thing you are seeing here. Altars can be these 5 things. Altars can be physical, like this one. This is physical altar. Altars can be men. A man himself can be an altar. Moses was an altar. Abraham was an altar. Isaac was an altar. All these people. Joshua was an altar. That is why spirits were operated through them. Wherever Joshua went, victory was there. Wherever Moses went, there was victory. Wherever Abraham was, there was victory. Remember when he gave out his, wakati alipatiana bibi yake, na mfalme akaona kasichana kazuri sana, beautiful girl, akasema hii ni kitoweo. Na akaogojea kukua usiku, na akaambia masoja take care. Akalia huko nje. What happened? Mudhamaki alipoenda kujaribu, akakuta stima imepotea. Why? Because of the nature of the altar of Abraham. It defended the wife. So when you are the altar yourself, wale watu ambao wanakuanga altar themselves, they are moving altars. They make things, wherever they go, things will change. Whether you like it or not. I don't need to have money. I need only to take my presence there. Things will just work. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never fight a person who is an altar. You can never defeat him. Hakuna, because there is an embodiment of power, the authority. The Spirit of God is with him. Oh, the demonic spirit is with him. Ndio akifika, ndio unaonaga Raila hapa Nairobi sasa ni sada, hakuna watu akuja simame hapa. Utaona watu wamejaa.
from nowhere. Ujui kule wametoka, utaona wamejaa na wameanza kuiba nyimbo wakichoma manyumba, because he is an altar himself. He is carrying evil altars. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. President Moi said he is going to rule Kenya for another 100 years. Is he not ruling? He is ruling. Alirule through Uhuru. Saizi anarule through his 2 sons. 2 biological sons. He is ruling. Hallelujah. And he is preparing other sons to come over. Na ako kwa shimo amelala. Kwa nini? Alifanya nini? Alikuja pale kwa kiwanja ya Uhuru Park pale, akajenga altar yake Ghadibo. Ghadibo ni power pale. Nyinyi mnaidaka ni monument, mpigwe picha. And his ruling Ghadibo yake. Kumbuka wakati alikufa, Uhuru alifanya nini? Alimtembeza kwa hiyo troli, akampitishia mpaka kwa, na Uhuru alitembea mguu. Kibaki alikufa, Uhuru never gave Kibaki respect alipatia Moi. He never. Because this one, Uhuru na Moi walikuwa from one Kigogona. Is a product. So they were under the same product. Kigogona, Kiafukeu, Kiagadibo, Karake hale. Iyo wakati tabomoleo ndio Moi atatoka from power. Wakati mtabomoa hiyo. Wakati Saddam Hussein alikufa, walibomoa sanamu zake zote. That is what we say in the book of Deuteronomy 7. Destroy their altars, destroy their pillars, destroy their everything. You have to bring, you shall actually destroy them, because these are strongholds. Wakati Moi anatawala, naye the Kenyatta family is running the economy of the country completely. Why? The notes according to the laws walipitisha, hatutakuwa tukiweka picha ya mtu, lakini waliembod ile jiwe mawe ile kwa KICC ile mzee, wakampiga picha wakamweka kwa note, because he is the one managing and controlling the economy. How? He is seated at the central part of the KICC. Amechongwa hapo. That is now the altar that rules Kenya economically. Hata mkitoa picha za vitu zingine, huyo msee now, the altar himself, the altar itself, it was not removed. Angalia noti yako hapo nyuma. The altar itself, it was not removed. Na ukiangalia noti sasa vizuri, utaona altar ya Moi iko hapo, haijatolewa pia. Because they're the one who controls. Wamemweka hapo, ameangalia parliament where laws are made. Hapa nyuma yake wameweka court, the high court, where laws are implemented. Upande wa kushoto wameweka city hall, where the city is being run from. The other side wameweka sheria, where laws are kept. So they control, they manipulate, and they run the country. Na ndio wakati Uhuru alikuja akakuwa president, ile kazi kubwa alifanya ni kuchukua makampuni zote zimekuwa zao. Wakamaliza KCC, wakaipeleka Brookside, wakajenga barabara hii, unaona hii ya gorofa, hiyo ni yao. Wakachukua kiwanja ya ndege, wakachukua benki zote ni zao, wakachukua insurance firm zote ni zao. Kila part of the economy of this country, it is them. Wakatengeneza reli ikaenda kuishia kwa shamba yao. Na bado mnamuita Jabaito. Akamaliza economy ya kila mtu to their advantage. Why? Because the altar that wameweka pale, it is speaking, it is strong, it is doing for them. Imewafanya mmekuwa poor for their sake. That is the power of the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So until you are able to understand what is speaking around your life. Naye Raila kwa yao walijenga huko Bondo, pale walipeleka Uhuru akakuwa chizi. Huko Bondo ndio walijenga. Yao ni ya masses. Raila akienda anywhere, hata aende Tanzania, watu watajaa kwa kiwanja. Because altar yake ni hiyo ya ku amaze people, kuita watu. So these leaders, you see them, they are not alone. They are not what? They are not alone. They have powers behind them that propel them, that inject them to where they need to go. That is why we have the blood of Jesus. When you speak the blood of Jesus will inject you to where you want to go. But because we Christian, we don't understand the power in the blood. Hallelujah. We don't understand the power in the blood. The power in the blood is primacy. The power in the blood is control. The power in the blood is power. The power in the blood is authority. The power in the blood is everything that you need
If you need a banner, you speak the blood of Jesus. If you need to become the president, you speak the blood of Jesus. That is what Ruto did. Ruto alizunguka kwa makanisa zote. Tukaanza kumwambia anapeleka pesa wapi? Kwa makanisa ya wizi. He knew what he was doing. He was doing sacrifices. He did. He went to all 47 counties and all churches of the country. Then akashika kanisa independent. Akaishika na akaenda akawajengea kanisa moja as the ultimate sacrifice. Alishinda ama kushinda? Alishinda. That's the power of the altar. What kind of an altar that is operating you? Look at your life. Do you have an altar that ever speaks in your life? What kind of an altar? Is it positive or negative? Bwana Yesu asifiwe sana. For man to become an altar, he must be a combination of three. The spirit, the body, and the mind. Without the body, you can never become an altar. Without the spirit, you can never become an altar. So there must be a spirit, and there must be a body, and there must be what? A mind that speaks. Remember the patriarch, wale ambao walikuja, the people who came, akina Dr. Kraft, akina Dr. Lugard. When they came, they didn't come with their culture. They never brought their culture to us. The first thing they introduced to us is an altar they were carrying, the altar of the Bible. And they introduced us into their culture after introducing the altar. Walilete madhabahu yao. Ndio unakuta Kenya iligawanywa into regions za kimadhabahu. Kenya, we are controlled by the regions za kimadhabahu. Wow, the Protestant church walikuja wakakaa chini and they scrambled Kenya. They subdivided Kenya into various altars. Wakamba walichukuliwa na AIC church. Ndio unaona kanisa za AIC ni nyingi sana katika ulimwengu wa Wakamba. Wakikuyu wakakamatwa na kigogona ya Presbyterian. Bwana asifiwe sana. Wameru wakakamatwa na kigogona ya Methodist. Wakisii na Wajaluo wakakamatwa na kigogona ya SDA. Waluya wakakamatwa na kigogona ya the Quakers. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people, they sat down and they looked at the culture of each tribe. Na wakaambia you fit here. Ukienda PCA, uende kule Scotland, the Scottish, utakuta the Scotland Presbyterian is run by elders. So they picked that which will fit each tribe. Wakaangalia wakaona Wakikuyu wanaongozwa na wazee. Na ndio naona kanisa ya PCA inaongozwa na elders. They brought a culture, they brought a kigogona that is equivalent to what you believe in. They didn't want to antagonize you. They wanted to assimilate you. Ukienda kwa Wameru uende Methodist ina behave Umeru tupu. Hata ukienda America ina behave Umeru peke yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao walikataa because they believed in a higher hierarchy, a higher altar, ni Catholic. They refused to go to that concussions hizo za Wakikuyu wa huko. They build an altar that ran through the country. What they did, because they are clever with altars, wakajua kama ni kwa Wakikuyu wanaabudu kwenye megumo. They build all church za zamani za Catholic zote zimejengwa mahali kuna mgumo. Kienda Kiambu kule Lironi, uende kila mahali utaenda. Na watu nao Presbyterian walipojua hivi, pale Kikuyu utakuta hapo kuna mgumo tree where they have built their church. There is a mugumo tree. They all build their churches where the mugumo are, because they wanted to assimilate, kukamata madhabahu ya Wakikuyu ndio wainue madhabahu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuwa deep kidogo. Nimewa confused kabisa. You look very confused. Nimepenya vizuri. Simu nipige makofi. You are too silent mpaka nimeshindwa. Nilienda nikawaacha. Najua unaweza kuwa na drive kiroli kiko na trailer. Trailer ilitoka kitambo na wewe umeenda. Bwana asifiwe sana. So this thing that you see,
The people who are in Catholic, like my sister here ambao wametoka kwa Catholic, uende uangalie how you behave na where the Catholic in Kiambu zote zimejengwa inside where there is a mugumo, and go and look at their title deeds until today. The title deeds of all those churches, Anglican na Catholic na PCA zote, they are not in their native land. They are not from Kiambu. Their title deeds, they are from Nairobi. The surrounding area ni Kiambu, lakini the title ya kanisa wa Mudhogo hapa Kiambu town, title yake inasoma Nairobi. Why? Because they refused to be eaten into by the locals. They raised it to the national level. They avoided one day wanaweza kumezwa. So a person who understand what is an altar, a person ambaye anaunderstand madhabahu ni nini, anajua kushinda nguvu za madhabahu ama kuinua madhabahu ama kubadilisha madhabahu yaliyo huko. Wakati tulikuja hapa, the first thing tulifanya, tulianza maombi, nikaita wachungaji, nikaita watu wengi, kitu ya kwanza tulifungua nayo hapa, niliita wazee wa 70 years and above, wale waendagi kufanya mambo usiku, clean people. Hallelujah. Wale hawana periods na hizo vitu zingine, ndio niliita fast hapa. Tukakuja tukaomba na wakakula mahali wapi? The next people I invited ni mikora ya mapasta, wakakuja because of a formality. Walikuja, wale mnajua wanakujaga wakisikia kuna chakula. Lakini ukiwaambia watoe, hautawaona huko. They don't. Wataanza kusema hajakomaa vizuri huyo. Hajakomaa, anahitaji kuivishwa. Because they are here and they are briefcase. Hawana church, they are briefcase pastors. Lakini huko na kanisa na wanataka uive kwanza, uivishwe. Hujakoma. Waliniambia hakuna tutaona mahali anaenda. Huyu hakuna mahali anaenda. Nikiwa saidi ile nyingine. Mpaka nikawaita wengine wao, huyo mmoja mliona amekaa hapa. Ni mmoja huyo ndiye alikuwa chamani yao. Sasa nilitaka akuje, nikamwambia kuja utembee mtu wa Mungu. Nikamuuliza hapa ni wapi? Ulisema hakuna mahali tunaenda. Hapa ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Because I understand. Nilijua hii ni madhabahu. Hawa ni madhabahu ambayo yana kizuizi kwa maisha yako. Those words ambazo zinaachiliwa na watu ambao wako na madhabahu ya kishetani. Na hiyo madhabahu ndio ina control kwenu nyumbani. Ndio ina control whatever that you are doing. You are propelled. Hata ukitoka hapo uende Amerika, na kama madhabahu ya kwenu Murang'a bado imekukamata, ukifika Amerika hiyo madhabahu inakuta ishafika, ndio inakubebea bagi, inakwambia todia. You are poor here in Kenya, hata ukienda huko you see be poor. Bwana asifiwe. You are poor here in Kenya, hata uende Germany you see be poor, because there is a factor that is controlling you. There is a factor that is pulling you behind. There is a factor that cannot allow you to move the next step. Wewe ni mhubiri, uko na anointing, but guka yako ya guka alikuwa muganga. So whatever you try to make, because whatever you bring in is the blood of Jesus. Whatever you bring in is the blood, is the cross of Calvary. Ukijaribu kuzileta into a territory captured na waganga, italeta vita kwako, wanakuumiza. Usipokuwa careful watakuua. Usipokuwa careful watakurushia kansa. Cancer is as a sort of altars. Ni madhabahu. Diabetes ni madhabahu. Hizi unasikia lifestyle diseases ni madhabahu ambayo imekuwa dominated mpaka tumekubalisha. Nasema ndio gwito uraga nekirea ne sukari. Todo nikigogona kihadete yake ya sukari. Unaona mwakinya mtu akifika, familia yenu yote mnafikaga 40, unasikia huyu amegogwa na pressure, huyo ni wa sukari, huyo ni ukimwi, hiyo ni cancer. At 40 kwenda juu kuna mtu ako na ka problem, because that is the altar that exists in your family. So that when the patriarch came, they subdivided themselves so that they may be able to control the altars that spoke. They came and understood all the altars. Mtu anaitwa Catholic, wakati alikuja ka understand, aliingia na Kiafrika. He never came tribally. Aliingia na Kiafrika na akatengeneza baka African Bible, so that to feed, to assimilate, kuanyonya, ndio anyonye watu. Na ndio kanisa ya Catholic ina mizizi kuliko any other church.
The foundation of Catholic, kuitoa ni ngumu. Hawezi. Hata mfanya nini? Hawezi, because wako na mizizi na wako na nyumba. Ikileta kwa tia miaki. Umetaka miaki? They go deeper. Sisi tunamaliziana hapa kanisani. For them they go deeper. And theirs is not in the church. Theirs is where they have gone deeper. That is where they insert their authorities. Mtu wa Catholic hata kitembea hivi unajua huyu ni wa Catholic. Hata hapa nikisimama hapa nitakwambia this is Catholic, this is Catholic, this is Catholic. They have a specific discipline that no any other church has. Because the indoctrination ambayo inafanyikaga kule miakine, kule kwa mioto. Ni mioto, ni miaki. Itakuwa miaki. Itakuwa miaki. Yes. You are in a Protestant church. Don't forget. So, major assignment of altars. Major assignment of altars. Write this. Is to give authorization and give spiritual continuity and activation, either demonically or godly. I repeat. The major assignment of an altar is to give authorization and give spiritual continuity, to activate either a demonic altar or a godly altar. I repeat. Major assignment of an altar is to give an authorization and give a spiritual continuity. Spiritual continuity. To activate either demonic altars or godly altars. Anything you see on the face, kila kitu ambao unaona hapa, it is powered by an altar. Even your walking style, venye unatembea, you are powered by an altar. The way you breathe, the way you sleep, the way you walk, you are powered by an altar. Anything you see around you, any building you see around is powered by an altar. There is an altar behind that. Your parents, they are powered by an altar. Whatever that is around you is powered by an altar. So I can imagine how many altars are here. All of you are altars. Ni madhabahu. How do you know that there is an altar, whether negative or positive, in your family? You can only know this by the consistency. Write this. You can know this by the presence of an altar. To know the presence of an altar in any life, it is through the consistency. In the life of a family, a region, or a man, there is some consistency of patterns and occurrences. Patterns and occurrences. You look at your family. You see there is a consistency of a particular pattern. Either disease, poverty, or anything that is gradual. You will be able to know what kind of a pattern that is operating. Either a pattern of diseases. What kind of the diseases that are operating in your family? What kind of diseases that are in your family? That one itakwambia ni madhabahu gani inatawala kwenu. Ukiangalia pattern, the consistent. Na hiyo pattern, hiyo madhabahu inaendelezwa, ni consistent. It is not going. You are trying to get out of it, but this thing is not, it has refused to go. Inakataa kabisa. Because there is consistency. And when you have that consistency, it is either in your family or in a region.
Utaenda kuna region utakuta kuna region, ukienda kama pale Karatina hapo mjini, all men in Karatina, very few are living. Miji mingi huko ni ya mama mayatima, atumia adigwa. Yes. And why? Karatina had the highest number of the civil servants in the country. Did you know that? So when they retired going home, Karatina people, inua mkono juu. Karatina people. When they retired home, they found mama kule nyumbani walijenga madhabahu za kwao. So wazee na sheria zao huko za maofisi za serikali walipoenda kujaribu kuantagonize the already altars za wale, walizimwa na wakazimika. Hello? Walizimwa na wakafanya nini? Na wakazimika. So that is what you see. That is what informs you. Ni madhabahu gani iko kwako? What are the occurrences in your family? Ni madhabahu gani? Ni nini kinajirudilia? Ni nini kiko? Ni misingi gani unaona kila wakati? Bwana Yesu asifiwe sana. Blessings of the Jew nation is powered by an altar. Did you know that? The blessing of a Jew nation, because of the altar of Abraham, the Abrahamic altar, and the blessings of Jacob. Hawa watu hata kama hawajaokoka, they don't need to okoka. Wherever they go, anywhere in the world, they will find there is some favor that operates within them. Wakianzisha biashara in the desert, look at it, walichukua mchanga kutoka Kenya wakapeleka Israel. Hiyo mchanga ndio wanatuuzia chakula. Any grape you see, most of the fruits you see, chakula mingi tunakula imetoka Israel, kutoka kwa mchanga ilitoka hapa Kenya. Hizi mabarabara ndio walikuwa najenga, kampuni ilikuwa inaitwa Shalom. And the agreement, walichimba barabara, wakabeba mchanga, wakapeleka huko. Hiyo ndio wanalima nayo sasa. Sisi ambao mchanga ilitoka hapa, sisi bado tunalia njaa. Because the altars ambazo zinazungumza kwetu ni gani? Ni altars za kiuganga, za kiuchawi. Hizo tunaambiwa na hawa wazee wa kiama, wanatuambia turudi huko tukaangalie Mungu wa mlima. Sisi hatutaangalia Mungu wa mlima, ila tutaangalia Mungu ambaye ni mkuu kuliko miungu yote. Na waambiwa hivyo, waseme ni Dora amesema. Tulikuwa na wao kwa hiyo milima, na we came with nothing. Tulitafuta huyo Mungu huko. Only me najua. Mimi ndio najua. There was nothing. But what I know, kuna mahali nilikutana wale wazee wa makerubi na maserubi. Tulikutana na wao kwa mlima na wakanipeleka mpaka kule kuna sanduku la agano. That is the only thing they don't understand about Mount Kenya. But telling me to go and worship a God of the mountain when we have a God of universe, I cannot agree. Lazima uinue Mungu wako akue mkubwa kuliko miungu yote. I cannot go atulete nyoka Mjaruo, uniletee nyoka niabudu nyoka when they have a God Mungu mkubwa kuliko miungu yote. Then you got brain that is not working. Hallelujah. Some of examples of the negative altars speaking in your life. There are a lot of wrong addictions and negative patterns. Wrong addictions and negative patterns. Number 2, we have mysterious diseases and infirmities. We have mysterious diseases and infirmities. And we have sexual immorality and perversions. Ndio unakuta wanaume huko wanalala na wanyama. Hiyo ni madhabahu. Wanaume wengine wanalala na watoto, ni madhabahu. Cases za rape ni nyingi sana. Hiyo ni madhabahu inazungumza huko. Kuna mwanamume tulikuwa naye kamiti, aliniambia alikuwa amelala na ng'ombe 300. Alishikwa akilala na nguruwe, kwa sababu nguruwe ilimgeuka ikatani. Ikafikiria ni mnyonyi.
So akipiga duru akaita watu walimkuta, akauliza nikio gwekaga, akawaelezea, ndio akampeleka polisi, ndio alisema ile maneno amefanya. And also number 4 or 3. Number 4, kwa mahali kuna madhabahu negative, kuna depression na mental health issues. Depressions and mental health issues. Kuna depression nyingi. Kuna magonjwa saizi wameita autism, wameita kifafa, wameita kogoroka, wameita whatever it is, whatever name you give it, there is an altar. If there is an autism in your family, there is an altar. If there is a lot of drunkenness, a lot of vitu kama hizo zote, there is an altar. If there is a lot of, unakuta huko wanaume na wanawake kazi yao ni kulala na wao na kulala na wanawake, kuna madhabahu, sexual altar and sexual perversions. Bwana asifiwe. Also there is too much witchcraft and idol worshipping. And above all, there is this problem, a near success syndrome. You negotiate for everything, you plan for everything. When you are about to go and eat, kila kitu inaanguka. There is also the issue of barrenness and short-lived successes. Unaanza kabiashara kanakuwa kazuri sana, lakini within a very short time kanaanguka. That is when you are how to understand what kind of actors zinazungumza kwenu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona leo mmeigiwa na kieha sana. Niguo kirugama ina maguru manyu kedigere hau. Acha niwaachie hapo. Najua nahubiri naona venye mnaigiwa na uoga. Kwa sababu mnajipata inside the whole story. Hallelujah. Si unaona hata kulala ni nini? Hata kulala bado ni madhabahu. Kwa sababu hii neno mzuri inazungumzwa, kwa nini umelala? Kwa sababu madhabahu ya kwenu inahitaji ufunguliwe. Ni kali sana. Inakuambiaga ulale. Si ndio Don? Inakuambiaga lala. Na unalala. Sasa ukiulizwa tulisoma nini? Tulisoma kuhusu madhabahu. Unaweza kuniambia one of the negative madhabahu? Leo. Huduma ya leo ilikuwa mzuri sana. Na kuuliza ni nini tulizungumzia negative. Leo ulinena, uliingia ndani, ulipenya. Thank you. Nani niendelee hii? Kuna watu wa kuimba hapa ama walienda? Ni madhabahu hii. Ati lazima wanajua what is expected of them. Lakini madhabahu inakuambia wacha bio. Inua mkono wako kama umebarikiwa. Kuna kitu umesikia kimekushika. Kuna mahali umejiona. Sasa hapo umejiona. Hapo ndio nataka uombe sasa mpaka ujitoe. Fungua kinywa chako sasa. Anza kujitoa mahali hapo umejiona. Anza kuvunja hiyo madhabahu. Lakini before you start breaking any altar, listen to me here. Before you start breaking any altar, you repent first. You repent, confess all the evils umefanya. The sexual immorality, the sexual perversions, all manner of things ambayo umefanya. Uchawi ambao umeufanya. Start now confessing. Bwana asifiwe sana. Confess to it. Ndio tuanze kuvunja madhabahu. Muriithi, habari yako? Yes. Thank you, Jesus.
Fungua kinywa chako. Hiyo kitu umesikia imekushika. Hiyo kitu ambayo umesikia imeguza mimi, imenibomoa. It has hit me. Jehova, wewe ni Jehova. Wewe usiimbe, endelea kuomba. Wakuimba wako. Don't sing. Deep, ingia kwenye madhabahu, ingia ndani. Ukiweza kupiga magoti yako, unaweza kupiga magoti yako chini. Ukiweza kulala chini kifudifudi, unaweza kulala. Maana watu wanafunguliwa. Watu wanafunguliwa sasa. Kuna kufunguliwa. Kuna kufunguliwa. Miamba iliyokukamata imeanza kuacha wewe. Nguzo za kishetani zilizokufuata zinakuacha. Jehova, 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 twakuita Jehova, 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 Yahweh, Jehova, wewe ni uishie milele, unayetawala kwa haki. Jehova, Jehova, Yahweh, Jehova Elohim, Jehova Shalom, Jehova Jireh, Yahweh, Yahweh, Jehova Ebenezer, Jehova Makindo, Jehova Shama, Mungu unayetutia nguvu. Jehova, Jehova, uliyeshinda kifo, shujaa wa msalaba. Umeinuliwa sana zaidi ya makabila, zaidi ya falme. Ukisema umesema, ni nani wa kupinga usemi wako? Shalom, shalom, shalom. Jehova Shama, Jehova, 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 saratani yayeyuka kwa jina la, kisukari kinapona kwa jina la, jina lako lenye nguvu. Jehova, Yahweh, Yahweh, Jehova, Jehova, Yebo yalalenda, Jehova, Jehova, katona wa Jehova,
kutoka vifungo tulivyofungwa na shetani. Sehemu wangu hallelujah, 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 hallelujah. One more time, say Jehovah, Jehovah. Ay, 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 ay. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako. Ai Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana yawe neno lako Bwana, nitasimama. Neno lako ni kweli nami Bwana, nakubaliana, ulilosema ni kweli. Nitasimama, nakubaliana, nitasimama, nakubaliana Bwana, nitasimama. Neno lako ni kweli, hakuna anayeweza kupinga neno lako. Kila ulichosema ni kweli, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana. Nitasimama, nakubaliana. Nitasimama, Bwana, nakubaliana. Oh Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana. Ndio Bwana, kila ulichosema ni kweli. Nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana. Kila ulichosema ni kweli. Kwa neno lako Bwana, nitasimama na neno lako. Hata nikikawia ni kweli, nitasimama na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama, nakubaliana. Nitasimama
sitotikiswa na upepo, sitotikiswa na maneno, nakubaliana. Bwana, nitasimama na neno lako. Bwana, nakubaliana, nitasimama na neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama na neno lako. Bwana, nakubaliana neno lako. Bwana, nitasimama na neno lako. Bwana, nakubaliana neno lako. Bwana, nitasimama na neno lako. Bwana, nakubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama na neno lako. Bwana, nitasimama nitasimama na neno lako. Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Muite Bwana, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Muite Bwana, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako. Sema, Bwana wangu, Bwana, umeinuliwa kiti chako. Sema, Bwana wangu, Bwana, umeinuliwa kiti chako cha enzi. Sema, Bwana wangu, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Maserafi na makerubi wainama mbele zako, wanakuita mtakatifu ni wewe Bwana. Wanazivua taji zao mbele zako Bwana, wakiliinua jina lako takatifu. Sema, Bwana, Bwana,
tunakuabudu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Bwana, ni wewe. Pokea sifa. ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, nguvu zetu ni wewe, ni wewe Bwana. Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, mkombozi wetu ni wewe, ni wewe Yahweh. ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Yahweh, wewe Yahweh, wewe Yahweh, Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, hakuna kama wewe, ni wewe Bwana, tunakuabudu, tunakuinua, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, unayetupa nguvu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, pokea sifa, ni wewe ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, haya, ni wewe Bwana, uliyeshinda kifo na mauti, shujaa wetu, tunakuinua, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, 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 wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega,
ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, kamwe, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, one more ubadiliki time, kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, 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 Alfa na Omega, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Alfa Alfa na Omega,
Alpha, badiliki kamwe. Alpha, Alpha na Omega, badiliki kamwe. Alpha na Omega, Alpha na Omega, badiliki kamwe. Jina la Yesu libarikiwe. Say, jina la Yesu libarikiwe. Yes Lord, jina la Yesu libarikiwe. Jina hilo La nguvu zote, jina la Yesu libarikiwe duniani kote. Jina Yesu libarikiwe. hilo jina Jina la Yesu libarikiwe. hilo Jina la nguvu zote, jina la Yesu lina mamlaka duniani na mbinguni. Jina Yesu lina mamlaka, hilo jina la Yesu lina mamlaka. jina la nguvu zote, Jina la Yesu libarikiwe, libarikiwe jina. jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la nguvu zote, Heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu Kristo. Heri ni jina, heri ni jina, heri ni jina la Yesu. Heri ni jina, heri ni jina, Yesu, heri ni jina, jina hili lenye mamlaka, heri ni jina jina hili lenye nguvu, la Yesu, uwezo na mamlaka, jina hili. heri ni jina, Haleluya, heri ni jina, haleluya. heri ni jina la Yesu, Sema heri ni jina, 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 heri ni jina la Yesu. Asifiwe Baba. heri ni jina, Jina hili, heri ni jina, heri ni jina heri ni jina la Yesu, sema heri ni jina, heri ni jina, heri jina la heri ni jina, si wenye haki wanalikimbilia na wanakuwa salama. Heri ni jina, heri ni jina hili likitajwa magonjwa yanapona. heri ni jina, Heri ni jina, heri ni jina, sema heri ni jina, 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 jina lenye nguvu, jina lenye nguvu, jina lenye nguvu. heri ni jina, heri ni jina, Haleluya. heri ni jina la Yesu. Oh, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Alandesa. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord.
Blessed be the name. Blessed be the name. Libarikiwa jina lako. Blessed be the name. Yes, Lord. Blessed be the name. Yes, Lord. Blessed be the name. 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 Oh, say, blessed be the name. 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 Say, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. La 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 la. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. One more time, lift your voice. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Libarikiwa jina lako Yesu. Libarikiwa jina lako. 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 Heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina. Heri ni jina la Yesu.
Erinijina. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. What's your name? James. Where are you from? Nakuru. What is the problem that brought you here? Where are you, your sister? Yes. Come, both of you. You have a more serious problem than your sister. That which you think your sister has a problem, you have more problems. Out. What is the problem with your sister? It's about marriage issues. What about your marriage? It's not mine, it's her marriage. What about your marriage? I'm not yet married. But you have had many girlfriends. Yes. Yes, and they are not standing. The same problem she is having in her marriage, you have been having the same problem with your girlfriends. Yeah. Cindy? Yes. So you are looking at the mirror, you are seeing her, but you are the problem also. You have the same problem. This problem is in your family. It is in your family. And it is not from your father, it is from your grandfather. It is a generational thing, an occurrence. Ni kitu ambayo iko kwenye, it's a pattern. Did you see that? Yeah. So it is a deeper thing than the way you think it is. Iko ndani sana. Disconnect the problem. Simu nitafutie shule hata kama ni form 3 ni song. You disconnect yourself from the family line. Msikia venye nilifundisha kuhusu Ezekiel 16. Mulisikia? Huh? Were you here? Yes. Were you here? About Ezekiel 16. That tell Jerusalem her abominations. That your nativity and your birth is in the land of Canaan. Your father is an Amorite. Your father is a Hittite. Your mother is a Hittite. And when you were born, your umbilical cord was not cut. That is Ezekiel 16. You remember? Yes, it is about disconnecting yourself. Utafute sacrifice ya could disconnect yourself. That's the only cure for your marriage and for your many girlfriends. I was like you. I used to have, like now you have about 6. Yeah. 6. And all of them, you call them darling, babe. They are very faithful to you. Yes. Very, very faithful. Royal. They even send you some coins.
Yes, they send you. In your M-pesa, there is M-pesa from 1. Who is Jerry? Who is Jerry? Sema tu. Usiogope. Do you remember Jerry? You've forgotten? You've forgotten Jerry? Who is Jerry? Amesahau. Tamkumbusha. Mawe pia umesahau. Then you sort problem. It is within your family. Sawa? Wachana na hao. Sikiliza. Unaona huyu msichana mwembamba. Why are you sweating? There is this slender girl, mwembamba. Yes. Amekufanya chizi. Si ndio? Yeah. Na amefanya ukosana na watu wengi sana. Kabisa. Anatumia Hebu fanya hivi. Anatumia hiyo kitu. Wachana na wao, watakuua. Ni nani huyu alikuwa amebeba kisu? Bwana ya Jerry. Bwana ya sister. Bwana ya Jerry. Kwa hivyo Jerry ni huyu. Yeah. Ndio maana una sweat. Jerry. Unasikia nikiuliza Jerry na ujui Jerry ni nani, umesahau? Kuna kisu imebebwa juu hivi. Nimebakisha 1 inch kuingia kwa mwili yako. 1 inch ingia kwa mwili yako. My brother, what's wrong? Umelewa? Ni madawa? Ni nini? Uko sawa? Wewe dawate? Dennis? Dennis? Kiswili. Hebu kuja hapa. Kiswili. Ni wa street. Nini likugonga huko? Nini likugonga? Ni usiku ilikugonga? Sawa. Mpatie ni maji baridi. Mpeleke huko kunywa tu maji baridi. Tunaelewa. Mpeleke huko akunywe tu maji baridi, irudi chini kidogo. Ni kichuri. Amekula kichuri. Hi. How are you? You are fine now? Yes. Yeah, lift up your hands. I want us to pray now together. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, niko hapa kuomba msamaha wa dhambi zangu. Nifungue kutokana na laana za kifamilia, laana za kimaeneo, laana za kijinsia, laana za kitamaduni, laana za dini. Nifungue. From today I am free.
I am free. I am free. Any generation curse, I command you out. Any generation curse, I command you out. 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 Generational curse. Come out. Generational curse. Come out. Generational curse. Out. Generational curse. Generational diseases. Generational poverty. The spirit of Illuminati. Devil worshipper. Witchcraft. Every infirmity. Break out. 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 Speak the blood of Jesus. Blood of Jesus. Anza kujinyusa. Speak the blood of Jesus. Sema blood of Jesus. Cover me, blood of Jesus. Cover me, blood of Jesus. 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 Now let us decree and declare. Any poverty, you are not part of my family. Poverty. 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 Rejection. Stagnation. Barrenness. Barrenness. Stagnation. Roundabout. In the name of Jesus. Sin power over you, I render it powerless. Sin power over you, out. Sin power over you. 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 Witchcraft. 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 Illuminati. 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 Freemason. Devil worshipper. Devil worshipper. Roundabout. Stagnation. Poverty. Rejection. 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 Infirmity. Every bondage that has been holding your family, in the mighty name of Jesus Christ, out! 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 You met a friend who introduced you into devil worshipping and into strategies of the devil. As I speak the blood of Jesus, as she is being set free from demonic networks, from demonic networks, from today, in the mighty name of Jesus Christ. Hawa marafiki mulitembea na wao, wakakulisha vitu zao, wakakuweka kwenye madhabahu yao. I speak from today that every bondage, every network, every plan, every confirmation that they made to you, out, 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 in Jesus' name. Speak now, blood of Jesus, blood of Jesus. Sprinkle, nyunyusia damu ya Yesu. Blood of Jesus, ita blood of Jesus. Oga na damu ya Yesu. Oga na damu ya Yesu, unafunguliwa. Unafunguliwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Unafunguliwa damu ya Yesu na kufungua.
Haya mapepo zinakamatwa kukamatwa sasa. Mapepo zinakamatwa, majini inakamatwa, nguvu za giza zinakamatwa. Naona zinakamatwa, malaika wameshuka. Aresi imeanza. Moto ndio hiyo, moto imeyaka. Moto ndio hiyo. Nikisema Yesu mnasema blood of Jesus. Nikisema Yesu, nikisema moja mnasema blood of Jesus. Nikikaunti ya 7, minyororo yote ambayo imekuwa imekufunga imekatika. Sema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umeashiriwa sasa. Minyororo inakatika, mikanda inakatika, freedom inakuja, freedom imefika. The blood has taken over. In Jesus' name, you are free. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. Yes. Oh yes. My brother, what happened? Uko na ugonjwa wa kuanguka. In Jesus' name. Kutoka leo, ugonjwa wa kuanguka ondoka. I command you out. You are powerless. Come out. It doesn't matter what you call yourself. Unaweza kujiita guka, ujiite shosho, ujiite muganga, but it doesn't matter. I command every demonic power, every demonic arrangement over you out. In the name of Jesus. Come out. No more suffering. In Jesus' name. Where is this man? Huyo kijana waguka yao alienda wapi? Anaitwa nani huyu kijana? Tulikuwa naye last week. Kuja. Ni wewe? Yes. You demons, from now, where? Wuka out. Toka. Beba mizigo yako. Get out of this life. Get out of this man. Get out. Ondoka. Nyoka, anza kuondoka. Beba mizigo yako uondoke. Nimekupatia 1, 2, 3. Beba mizigo. Ondoka. Get out. Loose him. Loose the body. Loose the spirit. Huyu mtoto ukijaribu kumsaidia, weda wazimu inakushika. Because ni guka yake. We, shosho. Mwache. Wacha huyu binadamu. Lusa. Shosho, beba mizigo uende. Uliingia hapo aje? Uliingia kwake aje? Umwache. Utamwachilia? Mwache aende. Fungue. Beba mizigo muende. Beba mizigo muondoke. Beba mizigo. You are under arrest. No movement. Usijaribu kuondoka hapo.
No movement. Beba mizigo, uondoke na uende. Beba mizigo. You are powerless. In Jesus' name. Yes. You are free. Akwambia kijana. Oka. Unaitwa nani? Dennis, umetoka wapi? Umetoka Kirinyaga. What is the problem ambayo ilikuleta hapa? Mambo ilikuwa imeharibika kabisa nyumbani. Mambo gani? Kila mtu angalia huko. Mambo gani? Kwanza ilinisumbua mimi. Alafu sasa kila mtu mwenye alikuwa akinisaidia kwa kwetu, yeye anakaa kama mwenda wazimu tu. Yaani mambo yake inaharibika, anapoteza fahamu. Mtu yote angekusaidia. Yeye anapigwa, anatoka kabisa, hadi anafukuzwa nyumbani. Umeona, nataka uelewe hapa. Kuna kitu nataka uelewe. Si kila ni pepo la kukimbiliwa. Bwana asifiwe. Si kila ni pepo la kukimbiliwa. Eti umeanza kwa sababu umeokoka. Pepo! Pepo toka! Ati nitakusaidia. Ukikuta watu wanakujaga hapa wananiambia nisaidie, na kuangalia na kupatia fare na kuambia kuja, wacha nitakupigia simu. Kwa sababu sio kila pepo ya kukimbiliwa. Huyu mtoto ukimsaidia kidogo, tuachana naye. Umsaidie tu, mwambie wacha nikuwekea kazi, unagoroka. Wacha naye. Okay. Kwa wile nani? Ameanguka na mimi. Umeelewa? Kila ukijaribu, mtu yoyote, nani alijaribu kukusaidia? Mmoja? Mama yangu. Ikakuaje kwa mama yako? Akakuwa wapombe, akaacha kanisa. Mambo yote yake ikaharibika kabisa. Mama yako mbeleni alikuwa wa kanisa? Alikuwa wa kanisa. Alipokuanza kukusaidia, mambo yake inaharibika. Akaenda kwa pombe. Anaenda kwa pombe. Nani mwingine? Hadi daktari, mtu ni daktari professional. Nilikuwa mgonjwa akanitibu. Mambo yake ikaisha kabisa, akakuwa kama mwenda wazimu. Daktari mwenye alikuwa na mtibu, mambo yake ikafanya nini? Daktari alifanya nini? Alikuwa kama tu mwenda wazimu. Yaani alienda huko akakuwa ajielewi. Na alipoacha kukutibu? Alipoacha kunitibu mambo yake ikakuwa sawa. Yeye anaona lakini mimi sioni. Yeye akiwa huko nje kama yuko karibu na mimi, lakini kuna uadui kati yangu na yeye. So akiwa huko ako sawa. Lakini akikuja kukusaidia, akinikaribia mimi kwanza, akinikaribia mimi ananiogopa hadi anapotea. Umeona? Umeelewa? Hizi ni pepo zile za kudivert. Hawataki hii story. In Jesus name. Lose the body, lose the spirit. In Jesus name. Nyamaza. Tulia. Sasa zinaitangwa pepo za kugeuza. Pepo za diversion. Umenielewa? Sasa hii story ndio inapigwa na hawa. Ndio msielewe. Macho yenu yote mnaangalia hapa. Lakini cha muhimu ni wapi? Ndizo pepo za diversion. Tukimalizana na huyu utaona amemalizika. Bwana asifiwe sana. So nani mwingine alijaribu kukusaidia? Nilikuwa kazi. Nilikafukuzwa. Ukafukuzwa? Mtu aidha anisaidie ama ni mimi mwenyewe, kama sio kusaidika, mimi mwenyewe nitafukuzwa hapo. Baba sikuwaipatana na baba yangu. Kwa nini? Baba yako ni mganga, si ndio? Sijawaipatana na yeye. Hamjaionana na yeye? Tujawahi. Hujumjui kabisa? Simjui. Na guka yako ile umeitwa jina yake?
Huyo namjua. Ni mganga? Huyo uliniambia huyo ni mganga. Ni mganga. So guka ya huyu ndio huyu. Umeelewa? Guka ya nani? Huyu sasa ni guka. Ile power ako nayo ni kubwa sana ya guka. Umeona? Sasa nataka uone jinsi power ya Mungu hufanya kazi. Ninataka kutoa guka ndani yake, ndio abaki yeye mwenyewe, ndio afanye kazi ya unabii, maana huyu ni nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu guka anaitwa nani? Jero. Jina ya kubatizwa? Wilson. Atoto. Wilson Jero. Kutoka sasa hauna mamlaka juu ya this body. Hauna mamlaka. Ondoka. In Jesus name. Toka. Hama. Beba mizigo. Beba mizigo na umwache huyu mtoto. Muache huru, mfungue. Beba mizigo. Beba. Beba mizigo. Ondoka. 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 Ondoka in the mighty name of Jesus Christ. Get out. Get out. 1, 2, 3. Guka ameondoka. Amuka binadamu. Amuka, wacha jiamushe. Amuka. Ni nani alikuwa amesimama mbele yako? Umeona nani? Umeona kitu imeenda? Pigeni Yesu makofi. Ameona kitu imeenda. His grandfather is a stronghold. Is a power. Very powerful power. Na hiyo sasa ndio wacha kukibiria ati family yenu, ati brother yangu ama cousin yangu amekuja, sasa nakibiria ati naona nienda nikuchukue kaloni nimupatie. Wewe kabiashara kako kataenda utabaki hivyo. Bwana yako There are people who are strongholds. Sinaona zimenyamaza. Umeziambia zinyamaza? Because connection ilikuwa ya huyo mzee. Ndiye amesema pigeni kelele, ninafukuzwa kwangu. Now you are free. Baba, you are free. Serve God diligently. Utegoshoka na thutha. Na ndukarora ringi. Thank you. God bless you. Uelewe. Si umeona coordination venye nafanya? Imeisha. Angalia, acha nikuonyeshe. One, two, three. Blood of Jesus. 1, 2, 3. Amuka. Amuka. Si umeona? Umeona? Understanding hii maneno ni kitu muhimu sana kuliko hata kutoa. Kwa sababu unaweza kushindishwa hapa, watatu wakusumbue mpaka kichwa iruke na hakuna kitu utafanya. Yes. Ni nini? Kimbia hapa. Ingia hapa. Na urudi kuvaa kaguo karefu kidogo. Umesikia? Praise God. Naigwa. Kila kare huyo kanyumba ya gaire. Kare. Utohikoreire duka yothe. Tuena kwena marigo, kwena avocado. Nilikuwa nataka kusema usiku nikilala naota nikilala na manyoka, snakes. Naota nikiwa married under the marine kingdom. Sio kitu imekuwa ikinisumbua sana. For like 1 year sai. Naona creatures like half human, half mermaid. Usiku nikilala napata na zinaitwaje? Out of body experiences. Ndio umekuwa ukipata? Silali na amani. Uko na mwanaume? Hasina. Uko na watoto? But naota ni kama nimeza
Uko na Juzi- watoto katika ulimwengu wa kiroho? niko Uko na watoto wengi wangapi? sana. Kama Wengi. wangapi? Sijui maximum. Hmm? Lakini juzi When was niliota it? nikiwa nafanywa CS. Eh? Niliota nikiwa nafanywa CS ya watoto. Wangapi hivi? Alikuwa mmoja. Nashinanga nikiota nikizaa. Wale ambao umezaa unaona ni kama average ni kama wangapi? Tuseme 10. 10. Wa nyoka ama wa mama maid? Wanyoka. Wa Naota nyoka. nyoka Ukizaa unazanga tu nyoka ama unazanga tu mtoto? Watoto wako na horns. Wako na horns. Okay. So unasikia huyu sasa ile ufalme uko ndani yake ni the queen of the sea. Bwana asifiwe. So huyu ni agent. Anatumika kama agent. Wamemzalisha. Hizo vitoto ziko hapa. Naona hapa tuko sahi zilimfuata. Hizi ndio zinakuanga majini, ndio zinafuata, zinamfunga na ndio zinafunga biashara za watu, ndio zinafunga huduma za watu, ndio zinafunga marriages za watu. Bwana asifiwe. So zimemfuata mpaka hapa. Ndio naona anajaribu kunishika. Amekuwa akijaribu kunishika kwa sababu wakati nilimpata pale Mungu alinielekeza, niliona vitoto 18 vimemzingira pale. Nikamtoa kwenye vitoto, vilikuwa vinamng'ang'ania, vinamshika, vinamwambia hautoki, hauendi. Lakini mimi nikamtoa pale, nikamleta kwenye madhabahu. Nilipomweka hapa nikang'ang'ana na vitoto. Sasa ile inapita huko ni vitoto nafukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka vikatoka, wakati vilitoka ndio alikuja akaanguka hapa. Maana alikuwa anaitisha uwezo wa watoto, nisaidieni. Sasa kile kiko ndani yake ndio hicho. Sema Bwana Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai, niokoe kutokana na nguvu za majini na mapepo ya baharini. Kutoka leo wewe shetani. Sema kutoka leo wewe shetani, sina mahusiano. Nimeondoka kwako. Watoto wako wabebe, pete zako zibebe, vinyago vyako vibebe, maagano yako yabebe. Sina maagano na wewe, niko na maagano na mwana wa Mungu Yesu Kristo, nayo damu ya Yesu ndio hiyo inakuja. In Jesus name you are free. Lala kabisa, lala na uanze kuota na upate mwanaume mzuri atakaye kuoa na uzae watoto. Tisova, mlielewa kuhusu mganga? Kakangu, usiliwaambia? Yes. Kwa hivyo ndivyo kuko, na kama hakuko hivyo, kwa sababu ya hiyo tumesoma leo, ningetaka msitoke ama muende, lakini mulete dhabihu. Panapovunjwa madhabahu ya aina hiyo, hivyo tumeelewa, unainua dhabihu ya kujitetea kwenye madhabahu hiyo. Usipofanya hivyo, madhabahu hayo yatakuinukia. Hao wote tumewafukuza, watakuinukia. So you cover yourself with the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. When there is a legal, because we were dealing with the legal ground, the legal authority. Bwana asifiwe. So when we are dealing with the legality of something, unapigana na sheria za mahali, lazima utoe. Unasikia huyu ameoleka, amezaa watoto wako na pembe. Huo ndio ufalme. Alikuwa ametumwa akuje hapa because of some operations, lakini amekuwa arrested. Huyu mogo na huyu kijana naye the same, na wengine wengi walikuwa hapa the same. So they are sent with a mission. They just don't come. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't just come, they come with a mission. Sasa wakati zinatolewa, nitie huyo mama yule,
Huyu anaenda huko. Kuja. Kuja. Kuja tu. Inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu uliye hai, nirehemu. Sema, nirehemu. Mwana wa Mungu Yesu, damu yako iniokoe. Yes! Out. Go. Go. Kuja. Pale. Leta mkono wako. Funga macho yako. Huyo mtoto wapi ulichorwa? Wapi walikuwa na kuchora? Wapi? Leta tuone. Wapi? Hapo. Walikuchora nini? Triangle, the pyramid. Walikuchora usiku. Hukujua ulijikuta tu kunazo. Mguu na wapi kwingine? Mguu tu. In Jesus name. Ninakutoa kwenye malango ya shetani, into the caves and the altars of the devil, the altars of Freemasons. I destroy them in the mighty name of Jesus Christ. Yes, you're free now. Nona walimchora wakamweka alama zao za Freemasons, lakini hajui. Sasa mahali popote ataenda atakuwa chombo chao, maana kuna connection. Unielewa? Hata watoto wengi, hata wewe unaweza kuwa uliwekwa kwao kitambo na you don't know. You are just an agent but you don't know. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So naomba uchukue bahasha. Inatangwa sacrifice to cover yourself from any possible attack. Sasa unasikiaje, mami? Uko free? Yes. Thank you. Thank you. Sio barikiwe. Asante. So wapatieni bahasha yule unataka, sio lazima ubebe. Na kama uko na hiyo sacrifice utoe. Lakini umake sure umetoa. Hiyo ndio the greatest secret of fighting an altar. You cannot fight an altar and leave it open. Ukibomoa madhabahu, unainua madhabahu ingine. Usipoinua, watakuinulia yao. Na itakuja ikiwa na nguvu kuliko ile walitoa. And now may the grace now on Sunday tutakuwa na ibada maalum. Sijui mtafikisha ujumbe kwa hao wengine. Tutakuwa na ibada maalum ya kudedicate madhabahu. Bwana asifiwe. Hii madhabahu ndio inakupigania. Utafute sacrifice ya ibada maalum ndio tukaweza kudedicate madhabahu hii ikupiganie. Atakaye kuinukia ama atakaye jaribu kuinukia hii madhabahu inampiga. So it will be so powerful. Ukuje mpaka na kama utakuwa na familia zenu na watoto wenu, come you raise an altar that will be fighting for you. Mnanielewa? Lakini mnanielewa nimesema nini? Ya kwa sababu gani? Ichungu wa tumbo. Kuna katoto ndani? Hakuna katoto? Nani alikwambia hakuna? Sinasikia kama kuna katoto. Shikilia. Yeah. So we will be doing dedication. When we dedicate this altar, we will be dedicating you,
your family, your business, your ministry, anything that you have, we shall dedicate it. Utalete mpaka mapicha za watoto wako, picha ya mume wako, ya mke wako, kuja tu, we worship together with all that belongs to you, to dedicate madhabahu. Na hii madhabahu ikikuwa dedicated, itakudedicate na idedicate familia yako. So any infirmity and any generational operations that zimekuwa zikioperate in your family, there will be no more. Bwana asifiwe sana. Kama kuna watu wamekufuata kwa njia ya uganga, ya uchawi, whatever, it will be no more. Utakuwa wakikuinukia, madhabahu inakuinukia. Maana tutainua na damu ya Yesu. Tukiinua na damu ya Yesu, damu tunapopatwa na janga lolote, tunasema the blood of Jesus. The blood of Jesus. Sasa katika hiyo kusema the blood of Jesus, hiyo madhabahu ya Yesu inainuka, inakupigania. So that is what we will be dedicating. So it is a Sunday, a special Sunday. Mwambie mwenzako a special, na uite kila mtu around your life. It is a special. And anything you want to disconnect, kukata kitovu, kukata any generational curse in your family, anything that has brought you the tribulation that you have, that is the day tutaleta disconnection. So you kuje na sacrifice. Not just a sacrifice, but a sacrifice. Did you get me? Not just a sacrifice, but what? A sacrifice. Na Mungu atawapigania. And now may the grace Amen. Now you can go home na muambie nimewasalimia. Wamesalimika? Utafuta siku kuje. Nego. No, menyerere.